Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika dondoo za maombi ya Kikristo. Tulikuwa tumeanza kuangalia sababu ya kwanza, kwa nini kufunga ni kwa muhimu kwa Mkristo. Kwa hiyo leo tunaenda sababu ya pili. Kufunga na kuomba ni mazoezi ya kiroho. Mazoezi ya kiroho kwa sababu andiko linasema kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Nimenukuu kwenye tafsiri ya neno, inasema kwa maana mazoezi ya mwili yana faida kwa sehemu, lakini utauwa una faida katika mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule ujao. Kwa hiyo unaona andiko hili linasema moja kwa moja kwamba mazoezi ya mwili yana faida kwa kiasi fulani kwa sehemu, lakini mazoezi ya kiroho yenyewe yanafaa katika mambo yote. Yanafaa katika mambo ya sasa na mambo yajayo. Kuna mazoezi mengi ya kiroho, lakini mojawapo kufunga na kuomba ni mazoezi ya kiroho. Kwa hiyo kufunga na kuomba, pamoja na kwamba tunapeleka mahitaji, sijui tunabomoa ngome, lakini anakupa wewe Mkristo mazoezi. Katika sehemu ya kwanza ukifuatilia utaona niliongea mwanadamu ni nafsi, roho na mwili. Mwili una mazoezi yake, nafsi na mazoezi yake, na sasa tunaongelea mazoezi ya kiroho. Kwa hiyo tunapofunga na kuomba, pamoja na kwamba tunapeleka mahitaji kwa Mungu, pamoja na kwamba tunamtafuta Mungu, lakini pia sisi tunajitengeneza kufanya mazoezi. Kwenye tasnia ya michezo na waimbaji wanajua umuhimu wa mazoezi. Wana michezo ukiwafuatilia utaona wanafanya sana mazoezi, kwa sababu wanasema mazoezi mara zote yanalenga kujizoeza kufanya jambo fulani ambalo huwezi kulifanya kwa kawaida. Kuna vitu bila mazoezi huwezi kufanya. Unapowasikia waimbaji, unapowaona wachezaji wanafanya maajabu, ni kwa sababu wanajizoeza. Vivyo hivyo katika maisha ya kiroho, kama wewe ni mtu wa Mungu uliyezaliwa mara ya pili, wewe ni Mkristo, huwezi kuwa na ushindi, huwezi kufanya mambo ya kipekee ya tofauti ya kiroho kama hujifanyii mazoezi. Kwa hiyo kufunga na kuomba kutakusaidia wewe mtu wa Mungu kufanya mazoezi ya kiroho, mazoezi ambayo yatakufanya wewe kuwa hodari. Kama ambavyo mazoezi yanataka nidhamu, unapofanya mazoezi kunatakiwa nidhamu, kujizuia jambo fulani. Mimi wakati fulani nafanya mazoezi, kiambiwa piga push up 10 au piga mara 3, hizo push up 10 mara 3, utaona mara ya kwanza unapiga, mara ya pili sijui niacha. Unabidi ujilazimishe, unabidi ujizuie. Nidhamu fulani inatakiwa ili ukamilishe mazoezi. Ndivyo vivyo hivyo kiroho. Ndugu zangu mnaonifuatilia, maombi ya kufunga yanatufundisha kujizoeza sisi kuwa watu wa kiroho zaidi badala ya kuwa watu wa mwilini. Mtume Paulo alifananisha mazoezi ya kimwili na kwa namna ya kiroho, kwa maana alieleza kwamba kama vile watu wanavyoshindana kwenye mashindano ya mbio, wanavyofanya mazoezi na nini, ndivyo na sisi tunafanya. Ngoja nikunukulie katika Biblia, Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 na 25, inasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao katika kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Mstari wa 25 inasema, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Hufanya mazoezi ya kujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mtu wa Mungu, sababu ya pili ya muhimu sana kwa nini tufunge na kuomba, tunafanya mazoezi ya kiroho. Nimewaambia vijana nao wafundisha mimi, kama huwezi kuzuia mwili wako kula na kunywa masaa 12 ama masaa 24, utawezaje kuzuia usizini? Utawezaje kuzuia usiseme uongo? Kwa hiyo fanya mazoezi ya kuunyima chakula, ili utakapofanyisha mazoezi ya kuunyima dhambi, mwili utakuwa hauna shida. Huwezi kufanya vitu vikubwa na vya pekee bila kufanya mazoezi. Kuomba na kufunga ni mazoezi ya kiroho. Tuonane wiki ijayo.